When the game kicks off and we feel alive, we under the lights and we feel the drive. When the footsteps echo and the hearts collide, every pass, every slide, every goal for the glory. Hii Mechi Mtaani. Mechi Mtaani. Check. Mic check. Mechi Mtaani. Uko na mimi Rais bana, another episode bana. Manchester City representing. Ni leo niko na mtu wangu wa Liverpool hapa. Mana Breezy mazee bana. Leo na represent Barcelona mazee, vitu Messi amekuwa akifanya. Kila mili mal. Buda. Actually Messi amerudi Camp Nou. Ulicheki alikuwa Zidoma ilikuwa alikuja kuangalia venye kampuni inaenda because Barcelona watakuwa narudi Camp Nou. The last time stadium yao imenini. The last time walicheza hapo na nini alicheza hapo ilikuwa 2023 na alikuwa kijana mdogo sana. 2023 if I'm not wrong. Yamal. Na since amekuwa away Camp Nou ameshinda 4 major trophies actually. 4 major trophies. Tuende kwa major trophies bana, lakini tunaenda na personal achievement and all that. Do you think this season actually I feel like this season kwa Ballon d'Or itakuwa more of strikers? Bado uliniambia kitu kaya, juu tukiangalia mtu Buda, Mbappe, Kane, Haaland, Lamine pia kwa hapo hivyo. Najua Rafinha mwezi mweka ka striker but haizikosa kwa hiyo list. But kwa hiyo list, kwa hiyo list I feel like tuko na Rafinha, not Rafinha, Haaland, Kane, Mbappe na Julian Alvarez. People don't talk about Julian Alvarez. Before tuende mbali, do you think Julian Alvarez is the best free kick taker in our modern days, in our modern football days? Kama striker kama like kukila free kick. When it comes to free kick. Kuna ile free kick alisukuma juzi Buda. Ilifanya ni change your perspective yangu about Alvarez. Actually akona hiyo kahava, akona hiyo power. But bro, he's not the best Buda. Who is the best so far? In our modern day, because back then nimekonga kina Messi, kina De Bruyne. Umeelewa? Saizi as we're talking, nani anaweza kupigia free kick? Kuna wakati kina Ward-Prowse. Do you remember Ward-Prowse? Ule wa Southampton. So mdaku right off Trent saizi atijua ajakuwa akicheza Real. Alvarez saizi jashinda Trent kwa kuinua free kick though. Nani? Alvarez. I mean, actually I can pick Alvarez over Trent when it comes to kwa free kick. Because angalia that guy is bro, that guy umseni mnoma, umseni mnyama. So ndio kusema una pick Alvarez over Trent kwa free kick. Juu tu Trent ajakuwa kwa kinini Real ndio mnasema. Buda akikuwa live ulikuwa unaona vitu alikuwa anainua kweli. Ni sawa, but I feel like tukienda kwa pass, long pass, tunabaki kwa Trent sasa. Lakini finishing ya Alvarez kwa free kick bro, it's crazy. I can argue Alvarez ako fit. Juu free kick ali-execute juzi na ilikuwa fit. But Trent Buda, mimi naona saka saizi ka tume right off KDB. Trent sasa ndo bro saizi achana na Rice hizo zake mbili. Hizo za dawati hizo mbili zilikuwa tu juu ya umesema hizo za Pishori azibambi. Za Pishori iko ilibamba walipiga Real but yeye hiyo time tu alikuwa in the mood. Time Kenya mtu ako on hit. Alikuwa on hit hiyo siku. So Trent tu Buda, I mean naona sasa tu Trent. Maybe tu KDB ajaribu lakini Trent alafu maybe Alvarez. Mimi kitu inani bo ni people nowadays don't appreciate the effort Alvarez anaweka. Bado watu appreciate sana. The effort Alvarez anaweka na the way amekuwa kijaribu ku prove every now and then. It's ridiculous because hakuna mtu anaongelea Alvarez. Watu wanamonderate by the way. Na ni kwa nini? The guy is a place. Sijui mbona maze. Ni ngumu because the guy is a baller bro. I felt like after the other day wakipea Messi Ballon d'Or, I just felt like the person who deserved it more, it's only that ni Messi, but mwenye alikuwa na deserve at that time ilikuwa Alvarez. Ndio Haaland alikuwa ameshinda treble. Omse alikuwa ameshinda treble na bado alikuja akashinda World Cup. So Alvarez na at some point at that time ndio niliona pia Ballon d'Or aina hiyo like ati mpaka ushinde inaenda tu na biasness venye msee ana feel. Walai.
walai because una feel ama watu wana feel venye basi si unajua ni wase wana vote venye wase wana vote ni venye wase wana feel unaelewa so I just felt like hata ukiangalia nani anauliza ukiangalia World Cup hiyo vile Argentina ilishinda budo unajua Messi vitu alifanya ndio ni sawa but ukiangalia pia nani alikuwa na contribution kubwa sana kwa hiyo because they didn't hawako wanachezesha hata anaitwaje Martinez na Nindi alikuwa anacheza most of those critical games. Di Maria pia alikuwa on. Di Maria ni mnyama. So na Nindi alikuwa anacheza most of those critical games. Alvarez. Na angalia the way the guy alikuwa na push. Goals, assist, goals. Unaelewa? So Alvarez pia alikuwa na deserve na hata at this point ana deserve kwa hiyo big conversation about best strikers in the world. Unaelewa? So na wewe ukiangalia sa Martinez na Alvarez ukiweka hivi bila kuangalia matrophy nini as a individual player walai Alvarez clinicality lakini as a striker buda Martinez ako next level ni sawa but mimi ndachukua Alvarez kwa nini unakumbuka ile chance Man City ikicheza na Inter finali nani akapeana back pass akifikiria Ederson amekaa makanchi nani akapata hiyo chance Martinez alienda akapiga tu goal akatoa umeelewa so Alvarez usimpea chance Alvarez akifika goal tunampea chance bro huyu achikina goal Alvarez ako juu unaelewa clinicality yake na Suarez hizo and nimecheki Kena anasema wamemuuliza kama ana feel anaweza shinda Ballon d'Or anasema this season hata akifunga 100 goals na asishinde Champions League ama World Cup next year aoni kama anaweza shinda nini Ballon d'Or buda unajua Haaland na Messi Haaland na Mbappe wako saizi buda vile wanacheza but pia na uwezi kata ku acknowledge Ken pia Ken ako kwa hiyo conversation lakini buda Haaland na nani na Mbappe wako next then tukiangalia pia Haaland I feel like Haaland pia ana deserve and ako na mission this season because ukiangalia amebeba Haaland unajua Argentina at this point Argentina na maybe Portugal maybe not Portugal even at Portugal France kina Mbappe wana change ya team the people around them bebu angalia nini Norway bro nani Norway na at the same time Man City this season Haaland anabeba hizi team mbaya sana Haaland anabeba hizi team so chake kwa bench kina nani kwa buda Haaland bado angalia this season by the KDB ayuko goals zake ndo imepea Man City most points this season penye Man City wako this season is because of Haaland so I just feel like hata Kena anasema ndio hata Haaland on fire and all that but asiposhinda Champions League ama World Cup aizi pewa Ballon d'Or do you think it's fair najua na Ken ni mtu humble buda hiyo ni kitu nimerealize na hizi Ken hizi kama watu waseme hiyo kiburi kama ya Yamal hivi ati hiyo mimi nitajua nitashinda or something like that Ken hizi sema but yeye ana prove kwa game yake bro of which Bayern tunasema hadi Diaz bado amekuwa kibeba Bayern mbaya sana buda msema amepiga bao fulani juzi hiyo Kenya amekuwa kwa kona hapo hivyo akaenda kairudisha hiyo ni nini maana tujione kitu for a long time Diaz ni mkali but unajua pia nini inaitwaje anasaidia Bayern pia Bayern unajua kila msea on fire bro uko na Olise ukikompare Man City bro Man City ni Haaland pekee Haaland na anaitwaje na Doku for some time hata Doku hajakuwa on Donnarumma pia uko nyuma pia anawashikilia isipokuwa Haaland bana anafunga teammate wake ni kama within 2 minutes au 3 minutes unajua kitu moja ni actually niliwatch game niliangalia tu nilikuwa na switch game nikakuja nikaangalia hiyo ya nini si hao ndio walianza kufungwa kwanza bana so they needed to concede 9 goals ndio nini iende proceed but sasa I don't think kama wangeweza because Norway on fire pia wanashikilia Norway on fire
and tukiachana na Norway Club World Cup not Club World Cup World Cup qualifiers Nigeria katolewa na Congo bana. Nigeria tu nani Osimhen asipokuwa on hit Ovicha alikuwa on hit hadi game akipigwa ama sijui alipata injury walimtoa alitolewa. Hata kuna player wa Congo alisema Osimhen kutolewa tu ilikuwa a big change, big blow to Nigeria because ilifanya game ikakuwa so easy for them but at the same time I felt like even if Osimhen alitoka Nigeria Congo ndio ilikuwa inataka hiyo ushindi more than Nigeria because ukiangalia the way these guys were pushing it was more of them than Nigeria. Congo pesa walitufinya Kenya wapi tukicheza ama tukicheza na unapiga nani tuliwafinya sisi fimbu tuliwapiga fimbu na fimbu niliona kwa Maria fimbu na fimbu sisi wao bana sisi Nigeria lakini kama sio ni kama hiyo team tu ni team Osimhen buda juu Nigeria na inafaa Nigeria walikuwa too confident the time nilisema hata kitu by the way Nigeria after Congo imetoa Cameroon wakasema Cameroon ndio ingetusumbua heri Congo ikam tutashinda game mapema wewe ilikuwa crazy bro unaelewa hiyo underration tu peke yake kwanza ndio ileta shida alafu unajua kitu moja Congo wako kama Morocco unajua sasa hizi Morocco ndio watu wameanza kuwajua worldwide like these guys have good players the same na Congo have good players wenye wanacheza majuu kina Wan-Bissaka bro kina huyo captain wao anachezea I guess ni Marseille if I'm not wrong kati ya Marseille anacheza France ukiangalia wase wote and then without kusahau hiyo game ilienda mapenalty this coach alifanya sub ya kutoa goalkeeper akaweka another goalkeeper mwenye hata hajulikani kukuja kushika penalty no kijana alikuwa on fire and then I saw something an article anasema ati the guy alikuwa aliota before the game alifuasi akasema ni aje ati nimeona hii kitu itaenda mapenalty na nimejua penye maplayers wa nini watapiga players wa Nigeria watapiga sijui kocha alimwamini aje kocha aliweka sawa imefika mapenalty na ulisema sitafanya aje prophet ingia prophet ingia na ukweli prophet aliingia na alitoa penalty wallahi prophet aliingia na akatoa penalty buda bonge la surprise me actually nilikuwa nyuma ya Congo to be honest nilikuwa nyuma ya Congo and kocha wa nini anasema kocha wa Nigeria alirudi kublame anasema Congo walikuwa wanatumia black magic walikuwa wameenda kwa local scientist but do you think juju ya Nigeria ni juju ya Congo ni normal kushinda Nigeria buda kama huyo jamaa anaweza dream tu yani hivi hapana hiyo ni Congo ndio huyo ndio Congo ndio jamaa mwingine lakini Nigeria juju ya Nigeria ya Congo izishinda Nigeria so that was the question like do you think juju ya Nigeria juju ya Congo inaweza shinda Nigeria ama tables zilitan bana pengine tables bana I saw the game and I was like nah even the goalkeeper for like wa Nigeria alikuwa poa unaelewa huyo goalkeeper wa Nigeria alikuwa on mbaya nini but I felt like hiyo timu yake ndio ilimwangusha because prophet alikam kama ameanza kuzishika wallahi prophet alikam tu hivi anaingia tu hivi execute mbaya akaanza tu kuingia hivi na anaanza kuzishika because Nigeria were playing but I don't think Nigeria walikuwa wanaitaka venye Congo walikuwa wanaitaka unaelewa I don't think walikuwa wanaitaka but football inaweza kufanya vibaya the same Hungary na Ireland Hungary bro wewe player wenu wa Liverpool anafa kwa humble anafa sio alifunga akafanywa save jamaa alilia lakini sasa alifunga si ilikuwa mbele wakamanya cry more pena alafu jua kafunga dakika 8 sijui bro walifunga dakika ya mwisho bro the last touch of the game kai ni kama game ya Man U hii ilikuwa gani kama piga header ya mwisho but hata hivyo hiyo Hungary ilikuwa inauma hiyo na bro itauma
hiyo nayo inauma. Kijana wangu Zobo anajitumanga mazi pale uwanja. Jamaa anacheza striker kidogo, anakuja wing, anaingia mid, anaenda kucheza sijui center back, right back. Sasa unajua lazima ukuwe na utility player kwa timu yako mwenye anaweza wabeba hivyo na wengine wawabebe. Bado free kick akakuja asukume. So I saw a question bana. Prime Pogba. You remember Prime Pogba? Nakumbuka pale France. Ama pale Man U, pale Juventus. Alipiga shot moja akasimama tu hivi katikati ya uwanja. Hata Chelsea Chapa alipiganga comeback ya 3-2. Na Prime KDB unachukua nani? Apart from kama Pogba angetumiwa kwa Manchester United kama defensive midfielder, atumiwe kama creative. Ni swali ni ngumu. Juu nakumbuka tukisema Pogba ama Thiago Alcantara. Unajua vile zote na ilikuwa ngumu. Ni sawa but tunaangalia. Aya, mimi nachukua KDB bro. Prime KDB. Hata KDB anakuwa na prime kweli. Bila tu jamaa anga prime. What? Bro, unajua KDB anaweza panga like okay, unajua Pogba alikuwa anacheza juu skill ya Pogba ilikuwa so bro, jamaa alikuwa na skill, technicality alikuwa nayo. Hakuwa na mbio, hakuwa na pressure. Alikuwa na composure. Sasa ile Kenya KDB anaweza amua tu akue tu all over kwa pitch ile Kenya anataka kudeliver kila kitu buda. Pogba anacheza tu jana, anapenda the game na skill iko, technicality iko. Buda composure, akumse alikuwa ni bawa anacheza. But tukileta sasa T-Prime KDB was bro. KDB tunaweka level ya Messi buda. Prime KDB buda tunamweka level ya Messi. Kitu inafanya nasema hivyo juu I feel like nani akuwa fully tunasema aje ile kuwekwa place ataonyesha full potential yake Pogba. In terms of passing juu bro, that guy was insane kwa zile pasi kidogo alikuwa anatoa. I wish tungone hiyo side of it. Atukupatia hiyo chance ya kuona hiyo ability ya passing ya Pogba. Ukiangalia the way umse alikuwa anakotanga either Mbappe na pale France. Either Mbappe na kina Rashford na kina Martial. Umeona? So that's the reason why I'm comparing these two because I felt like Pogba had the ability to do those passes yenye KDB alikuwa anafanya. Ni ile hii team ilikuwa inamtumia, imemweka kwa defensive midfielding, unaelewa? Na unaona sio kitu ilikuwa inaleta shida because umse ni creative person. Walikuwa wanatumia pia body, walikuwa na body size yake pia. That's why nilikuwa na show, there was a time nilikuwa na show kama nani Jude Bellingham ni akona tusema jako na hiyo body and all that, ni relentless, anacheza 90 and all, anacheza 90, anaweza cheza 120 and all that. That guy needs to be like asichezesho hiyo position, anachezesho umse arudishwe deep CDM Bellingham. Wallahi I feel like that guy can defend, that guy can cut passes, can stop the attack na can start the attack. Ni kama tu vile kwa nakanga Alcantara sa CDM. Haiko ni bamba. Hata mimi like Alcantara wasn't supposed to be a CDM. Alcantara bana alikuwa anafaa kuwa hapo hivyo. CM. Ikienda sana CM. So I feel like Pogba angefika level crazy sana. Pogba angekuwa crazy sana. And Tuchel is cooking mzee. Bayo Tuchel ni coach mwenye buda hadi akaanza kwa Chelsea. Ilikuwa unaona Tuchel live una feel hiyo kabaridi. Alikuwa na potential ya kuwa coach mwingine. Ovicha bado yeye ako na hiyo like bado ni mngori. Unasema umeona anacook hebu niambie kuhusu sasa Tuchel. Anacook pale England. 22 goals bana waja concede any but wamescore 22 goals kwa qualifiers. Buda ni crazy. And my question was, do you think come 2026 World Cup. If Ken, not Ken, if Mbappe, not Mbappe, Haaland stay fit, and if Ken and England watakuwa kwa the same form yenye wako saizi, do you think hizi teams itatuonesha mambo 2026? Bro, kwanza 2026 hiyo World Cup inaenda kuwa so crazy bro, na itakuwa so competitive sana.
Norway msirite off bado Netherlands buda. Netherlands wameproceed by the way. Msirite off Netherlands. But I feel like Netherlands ni ile team yenye inakujanga tu kwa hizo competition ifike kama quarter finals, semi finals. Mbali sana jaribu kuingia. Yani inafikanga tu semi finals and then nguvu inawaishia hapo. Chata nguvu inaisha. Hii matimu nyingine na zingine ziko on mbaya. But I feel like bro, Netherlands iko na wasee. Iko na wasee lakini huwezi compare vile France na England wako bro. Bro, it's not about even like team kama England it's so easy to beat them. Uko sure? Yeah. Saizi vile wako England it's so easy to beat them. Because England you cannot tell me England wako na unajua kitu inaendanga na traditional way of playing sasa. Unaona mkitoka kwa clubs mkirudi country mnarudi kwa traditional way of every country has their own traditional way of playing. Umeelewa? Team kama Spain bro, possessive exactly. Inaitwaje Spain ni possessive and kuna venye wana kuhold fit. African teams it's all about pack the bus. Kweli. African teams it's all about packing the bus, kuongojea one chance kukuua na wanakufunikia hapo. I feel France na England wako karibu na the same place. England it's more of long balls and na kuattack mbio. The same way na France. Unaelewa? Ukiangalia Argentina ni bro hard game. Na wanakuhold bado. Wanakuhold na ni hard game. Umeona? Portugal it's a bit of more of speed kiasi na kuhold ball kiasi si sana. Umeelewa? Wanafungaje mabao 9. Nilikuwa nikuje hapo. Before tufike hapo, Brazil it's more of skills. Actually because Brazil hata inaje tuongee. Umeona? It's more of skills. But hata even in most team from South American. Exactly. Like, South America gameplay out. Inakuanga hivyo, umeelewa? Come back to Portugal. I feel like Portugal at this point it's good to let Cristiano Ronaldo akae bench kidogo. Si uongo. They need new blood. Even wase kama kina Bernardo ni ile experience kidogo ndio inamweka hapo. And then midfielding yake saizi kijana ako na experience ndio inamfanya ana akipatana nao tuseme kina Vitinha ana hold. Unajua Vitinha bado ni vijana wadogo. Umeelewa? Kina Joao Pedro no kuna huyu Joao Neves. Kuna huyu Neves wa PSG. Yeah. So I feel like Portugal it's more of wakiacha tu kina Forbes. Unajua Forbes? That guy mwenye alipiga nini mbaya sana Barcelona mwenye aliumiza Barcelona. That guy unajua kijana by then academy Man City. Walai. Mnaongelea bana Portugal mnafanya nisikie kulia mazee. Well yeah. Okulete tissue. Okulete serviette. Diogo Jota mazee. Rest in peace. Bana jamaa angekuwa anafanya mambo sasa hivi baya sana man. So I just feel like inaitwaje Portugal they need to kuambie Cristiano ni aje kukaa tulia boys. Ni ya mwisho ya Cristiano World Cup yake. Hata I guess mwenyewe ndo alisema. Ni yake ya mwisho so like sidhani kama Portugal hadi karo ni kumkalisha game ikienda mingi sana game 2-3. Wanda kupea Cristiano pia chance yake which yeye pia amesaidia Portugal sana bro. Sana. Ni sawa. So nilikuwa na swali hapa. Kwanza before tuende hapo, ulicheki ile friendly ya Brazil na Senegal. Bro, it was so intense. Mimi nataka hiyo game bana. Kama kunaweza kuwa na venye wanaweza fanya hiyo game ipatana sasa irudiwe kwa World Cup. Inaweza kuwa crazy. Bro, it was more of tuseme aje. It was more of intense game na ni friendly. It doesn't mean anything like anything much. Kila mtu alikuwa anajituma tu yani wao. Ilikuwa na mavita pia. So hiyo game inafai kuja World Cup. Na naona pia Senegal, naona Kenya tuko na Senegal friendly. Tuko na Senegal friendly, but haitakuwa that tutapigwa hiyo game juu for the past 5 meetings. Kenya tumekutana na Senegal wameshinda 4 na tukadraw moja. Hatujaishinda hata moja. Hatujaishinda moja. So maybe tuko na point to prove tu na tu. Hakuna. Mane ataguza kijana wangu Mane. Lazima anaweza guza, anaweza tuchinja. Anaweza guza. Nilikuwa na swali before tuendelee.
saizi mpeane player wenu mmoja loan ya and then after ameenda loan the same team tu kama venye mmepeana anaitwaje mmepeana no trend loan nani Elliot Elliot Aston Villa and then venye season inaendelea and all that tupatane alafu mpatane na maybe nyinyi kwa game yenu yenye mnafaa mpatane na Aston Villa lazima tu win hiyo game ilikuwa iwasaidia mkishinda hiyo game like ni must win msiende relegation but mnakuja mnapatana nao wanachezesha huyu kijana anawafunga ya kwenda relegation. Do you think you guys mtamkubali back? Buda tunaweza chukua maslippers hapo tumkimbize hiyo uwanja mbio. Uliona hiyo video? Ile kitu nilikuwa nacheka guy niliona sijui bro. Omsel gonna like kama ni wewe ungedu but because me I felt like the guy was just doing his work. Sasa shida do his work na tena akikuja huko anafaa kufanya his work of which atafanyia work yake relegation. Alaki sasa unajua player kama hao ofisi yake itakuwa relegation. Player kama hao I feel like player kama hao atamaliza hiyo season hapo the next season haizi kuko hiyo team. I change to team. Lakini hiyo naye bro inaweza kuhatarishia maisha by the way. Hiyo naye itakuhatarishia maisha. Itahatarisha si ati nini. Jusa wewe mwenyewe umejipeleka ati sasa umefanya kazi yako. Sasa unaharibu tena kazi. Lakini hata hivyo unaharibu kazi ya next season juu ndio ufanye kazi ya this season. Ndio kitu unapura nje. Ai. So inafaa ufikirie the future. Wanasemanga live for the future. Plan for the future. Maana present itajipanga. Ni sawa. So tukimalizia they usually say Arsenal fans I'm not sorry. Arsenal fans they usually see wanaonanga ni kama Bukayo Saka ni star sana. Niko na swali. Kwa ile trio ya Real Madrid because wanasemanga Saka at his level anaweza cheza kwa any big any big team. Kwa any big team anaweza cheza. So nataka kuuliza swali kwa ile trio ya Real Madrid kina Bale, Mbappe na Benzema. Bale, Roro na Benzema. Do you think Saka anaweza ingia kwa hiyo? Anaweza kalisha mseo yote bench hapo. Anaweza kalisha Bale bench. Hakuna. Tunajua Saka ni star lakini sasa star nani? Okay. Mbala mwezi basi. Bro hizi kalisha anako. Hakuna buda. Aizi. Walai. Aizi kwa sasa the only person mwenye mnaweza sema anakalisha Saka anamkalisha ni Bale. Na Bale buda level alikuwa. Bale alikuwa mnyama. Alikuwa level gani umse? Bale alikuwa mnyama. So sasa jua wewe hatuwezi haina haja tuanze kusema ati Saka anaweza kalisha Roro. Hata tusiongelee hata mstory ya Benzema buda. Benzema alikuwa mnyama. Benzema anaweza kufunga hadi na shoulder buda. Jamaa kichwa zake zilikuwa noma. Mimi tulikuwa tukutana na Real Madrid. Hiyo trio na ilikuwa noma. Hiyo trio ya Benzema, Vini na Rodrigo pia ilikuwa mbaya. Hadi MLS. But hapo hivyo mwenye alikuwa threat sana ilikuwa nani Benzema. Juu Benzema alikuwa akirudi akidrop deep. Sio watoke nje na wako na pace. Wanakufanya mbaya. Sasa afunge kichwa mkono mahali hapa buda. Bana wanafunganga. Lakini mastrikers wenyewe wanafunganga hiyo that's something avoid something. Sio wanakonga wabaya. Sio wanakonga wabaya. Nakumbuka kuna time Messi alikuwa anafunga saa ya kichwa. Kiband fulani ya kichwa kitambo. But hata hivyo before tumalizie pia timu yako iko ina face Barcelona. Already first half mko mna struggle. Alafu kidogo wanawatolea Iniesta, Suarez, Neymar na Messi. Walikuwa bench wote waingie. Walikuwa bench. Alafu Pepe kwa hapo nyuma anatoka hivi sasa. Kwa nini buda? Wacha ikae. Wallahi wacha ikae. Guy. Acha ikae. So kuna magames kuna EPL inarudi Sato inaanza? Sato. Hata kitu nataka tu tuangalie ni initwaje? Ni hiyo game ya Arsenal pekee kwanza and then. Arsenal wako na injuries by the way. Anaitwaje? Mangale sasa atakuwa Gabriel. Like there's a way atakuwa akona injury.
hawa kina Gyokoreza watakuwa wanakuja kupatana na kina nani kina sijui Odegaard si obviously watakuwa wanakuja kupatana na Wednesday kwanza wanapatana na Bayern before Bayern wako na Tote. Arsenal wako na Tote by them. Before Bayern wako na Tote. Guy unafeel watapita hapo? Maybe wa draw. Wapi? Unasema hakuna draw hapo? Kwa nani kwanza? Lakini yenyewe kama Mangeleza hatakuwa itakuwa mbaya. But this season wanaweza pita kwa Tote. Lakini kwa Bayern ndio mimi nangojea. They have a good defending side. But sasa Bayern wako na attacking. Wako na attacking. Buda. Arsenal acha tuwaombe juu maybe sasa hapo ndo downfall itaanzia. So I feel like kwa nini wanaweza kukota draw ama wapigwe kwa Tote ama nini? Tote. Lakini kwa Bayern sidhani kama watakota kitu. Itasumbua. Until next time mmekuwa na mimi Rais bana Mechi mtaani. Bana umekuwa na maana Breezy mazee. And thank you kwa wote wanatupiga support pale hivyo kwa social media. Mazee bana like hapo hivyo TikTok, subscribe, share mazee, tutashukuru mbaya sana na tunawaletea more and more content mazee. Asanteni. Bye bye. When the game kicks off and we feel alive, we under the lights and we feel the drive. When the footsteps echo and the hearts collide, every pass, every slide, every goal for the glory in Mechi mtaani. Mechi mtaani.